Lakini kubwa ambalo naweza kuambia Wanakatavi wote na Tanzania wote ni swala zima ambalo pia viongozi wetu wa dini wamesisitiza. Jambo la kwanza, kuendelea kutunza amani, usalama na utulivu tulionao. Lakini jambo la pili, kuendelea kuishi katika hali ya mshikamano, hali ya upendo, hali ya kuheshimiana na kuishi katika hali ya maadili ya dini zetu, ambayo tukiyashika vizuri maadili ya dini zetu itatuwezesha pia kuyashika maadili ya kiserikali, kwa maana ya kufuata sheria, kanuni na taratibu mbalimbali zinazosimamia nchi yetu na zinazosimamia mkoa wetu. Lakini jambo lingine ni waombe Waislamu wenzangu pamoja na wenzetu wengine ambao sio Waislamu kwamba katika sherehe kama hizi za kidini mara nyingi huwa tunakumbushwa kutoa sadaka na kuwasaidia wenzetu wasio na uwezo. Kwa hiyo niwakumbushe kwamba jambo hilo pia ni la muhimu sana. Tunavyomaliza ibada hapa katika maeneo haya ya swala, basi tukumbuke kwanza kwenda kufanya ibada ya kuchinja, lakini baada ya hapo tunachokichinja pamoja na vitu vingine tuwasaidie wenzetu. Tuangalie watoto katika sherehe hii wanapotoka kwenda kutembea maeneo mbalimbali, basi tuhakikishe usalama wao kwamba wanakwenda kwenye maeneo ambayo hawawezi kupata madhara. Nitumie fursa ya hutuba hii kuwaeleza Waislamu wa mkoa wa Katavi, hasa kutokana na sasa hivi kuwepo baadhi ya watu ambao wanatengeneza chuki zinazotengenezwa kwa makusudi kuchukiana sisi kwa sisi, yaani Waislamu kwa Waislamu, kuchukiana Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kuchukiana wananchi na serikali, chuki zinazotengenezwa kwa makusudi ili sasa sisi tuondoke katika ile hali ya ushirikiano, ile hali ya mshikamano, ile hali ya kupendana. Hakuna upendo penye chuki na hakuna chuki penye upendo. Ikiwa sisi tutapendana sisi kwa sisi kama Waislamu, sisi pamoja na wasiokuwa Waislamu, sisi tukapendana, tukaipenda serikali na tukakemea aina zozote za chuki zinazoenezwa kwa makusudi, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataimakinisha amani tuliyokuwa nayo. Tuitumie fursa hii ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia ya kuisherehekea Eid Fitri, tuifanye kwamba ni fursa ama ni darasa kwetu, kwamba kama tulivyoanza ibada kuifanya katika siku hii iwe ni mwendelezo kwa watu wote ama kwa siku zote ambazo zinazokuja mbele yetu.